Nilidhani najua hukumu ya Mungu. Na kwa kiwango nilichojua, niliamini kwa hakika mimi ni mmoja wa watu wema, tena wema sana. Nilikwenda kanisani kila wiki. Nilimjali mama yangu kwa mali zangu zote. Nilitoa sadaka kanisani. Nilikuwa mwema kwa watu wote bila ubaguzi, na nilisaidia masikini njiani nilipokutana nao. Nilidhani najua. La, sikuwa najua chochote. Kimsingi, hata kile nilichowahi kuaminishwa hakikuwa kweli. Niliogopa, wala neno hofu halitoshi hasa kuelezea hofu kuu niliyoipata. Wakati ule nikijiona ninaondoka kwenye mwili wangu. Ndani ya mwili wangu alitoka mimi mwingine, mwenye muonekano na kila kitu kama mimi nililala pale. Nilitamani nimzuie kutoka, lakini haikuwa ndani ya uwezo wangu wala uwezo wa wauguzi walionihudumia kumzuia. Nilihofu, nilihangaika, mpaka hatimaye kila kitu hakikuwa na msaada tena. Na saa hiyo navuta pumzi ya mwisho, pumzi ambayo haikurudi tena. Ghafla nauona mwili wangu ukiwa kitandani umelala. Kisha namuona huyo Salome mwingine akitoka ndani yangu. Hii ni kama ndoto. Ndoto halisi sana kuliko zote nilizowahi kuota kabla. Mama yuko pembeni ananililia na kuhangaika. Kisha muuguzi anakuja na kumtoa ili anihudumie. Mimi ambaye si mimi tena, kwani mimi halisi ameondoka ndani yangu. Kwa huzuni na uchungu mwingi mama anatoka akiomboleza, huku muuguzi akiendelea na harakati za kuufunika mwili wangu, mwili usiokuwa na hisia wala uwezo wa kufanya chochote tena. Na hapo naondolewa na sijui nini kinaendelea kwenye mwili wangu huu uliobaki, wala kwa mama yangu asiyekuwa na matumaini. Huu ni ulimwengu halisi sana kushinda mahala popote nimewahi kuwa. Kama ningesikia sauti au ningeona chochote, kwa hakika kilikuwa halisi hata mara 10 zaidi ya kawaida. Nilishindwa kuelewa. Ni macho na masikio yangu viliongezwa uwezo wa kuona na kusikia, na hisia zangu kuongezeka umakini, au ni vitu vilikuwa tofauti na duniani nilipotoka. Lakini pia huyu Salome aliyetoka ndani yangu alikuwa tofauti na mimi wa mwanzo. Alifahamu baadhi ya vitu bila kuelezwa. Aliweza kusoma mawazo ya watu na aliona na kutambua kila kitu kwa wepesi. Njoo huku Salome. Sauti yenye mamlaka ya mwanaume inaniita kutokea nyuma yangu. Nami nageuka mara hiyo na kuona mtu mfano wa mwanadamu, lakini yuko tofauti kabisa na mimi. Tunaanza kutembea, yeye mbele na mimi nyuma yake. Sikuwa natembea kawaida, lakini nilisogea kama mtu anayetembea kumfuata yule mwanaume. Umbali mrefu tuliotembea kwa mwendo mfupi sana. Mlango unafunguka mbele yetu. Kisha mimi na yule tunaingia ndani, na kisha nakaa juu ya kiti. Ukumbi mkubwa sana, lakini kuna kiti kimoja tu. Mbele yangu naona mfano wa runinga, lakini ni kubwa, nzuri na halisi mara 100 zaidi ya runinga yoyote nimewahi kuiona duniani. Kutazama chochote, hata mende au sisimizi, kutokea kwenye ile runinga, kwa hakika ilinipa hisia kana kwamba hicho ni kitazamacho ninacho mkononi mwangu. Ilipoanza kuonesha, niliona mwanamke. Sikumtambua awali. Alikuwa ni mjamzito, na niliona mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo lake. Niliona mtoto yule akikua na kuongezeka ndani ya tumbo, viungo vikijengeka na kuimarika mpaka akafikia kuwa mtoto anayetosha kuzaliwa. Kila kitu kilitokea kwa haraka sana, lakini bado niliona na kuelewa kila kitu kwa upana wake. Sikuwa na maswali kuhusu hatua yoyote au mchakato wowote ulioonyeshwa. Video zilijitosheleza. Niliona mtoto yule akizaliwa, mwanamke akalia kwa uchungu, akafurahi furaha kubwa mno kwa kupata mwanae wa kwanza wa kike. Niliona furaha usoni mpaka moyoni. Kwa runinga ile
ikiwa ningeona mtu ana huzuni, basi sikuona huzuni ya usoni tu, bali nilijua uhalisia kabisa wa ile huzuni kutokea ndani ya moyo wake. Vile vile furaha na kila hisia. Kama mtu angeonekana anamwambia mwenzake jinsi anavyompenda, basi ningeona kiwango cha upendo wake, na kama ni ulaghai ningejua vile vile. Sikuwahi kuona movie au chochote halisi kiasi hiki tangu kuzaliwa kwangu. Simulizi hii imetungwa na kuandikwa na mwandishi Grace Godfrey Raymam. Tufuatilie kwa mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kwa jina la Grace Godfrey Raymam. Na kwa bookings za kuandikiwa kitabu, wasiliana nasi kwa namba 0714460102, 0714460102, na namba nyingine ni 0756231169, 0756231169.